Stories zetu, our theme ni character building. Story zetu, we are today in story number 5. In character building. Kujenga tabia. Hiyo ndio theme yetu, na stories zetu zote zitakuwa related in character building. Hadithi yetu ya leo inatukujia na tutatumia wanyama wawili. Nani kwa watoto amewahi ona kasuku? Ndege anaitwa kasuku. Hebu nione watoto, nani amewahi ona kasuku? Good. Tuweke mkono chini. Nani amewahi ona pusi? Paka. Nani ataniambia paka wao kule nyumbani anaitwaje? Mkono. Yule ambaye paka wa kwao ana jina aniambie haraka haraka. Pusi. Paka wao anaitwa pusi. Nataka jina la pusi wenu kule nyumbani. Alina. Paka wenu anaitwa nani? Gray. Anaitwa Gray. Wa mwisho paka. Wazazi, take note of those names. Diva. Anaitwa Diva. So tuko na Gray, tuko na Diva na tuko na Alina. Hao ni mapusi wenye ambao tumefuga kule nyumbani. Pusi ambaye tutazungumza tabia yake kisha tutajifunza leo anaitwa skanga. Anaitwa nani? Pusi anaitwa skanga. Pusi wetu wa leo anaitwa skanga. Hapo zamani kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anaitwa Johnny. Johnny alikuwa na brother wake anayeongea Kiri. Nikimaliza swali la kwanza ni kwako. Skanga alikuwa ni pusi ambaye alikuwa ni mkubwa. Alikuwa aje? Mkubwa. Alafu alikuwa na macho makubwa. Na huyu pusi alikuwa gray in color. Huyu pusi alikuwa anapendwa nyumbani. Johnny na brother yake walikuwa wanapenda, wanampapasa akiwa ameketi kwa kiti, sofa set, wanampapasa, wanamlisha, wanampatia maziwa mpaka biscuit. Alikuwa anapewa mpaka nini? Biscuit. Lakini kasoro ambayo skanga alikuwa nayo ni moja. Hakuwa anaonana na ndege. Iwe ndege wale ambao wanapuruka kule nje. Anaenda anajificha mahali anafanya timing moja, alafu ameshika ndege na amepita nayo. Chwap! Pia kule nyumbani kulikuwa na ndege. Kuna wale ndege wa kufua nyumbani. Mmoja wa ndege ambao tunajua wanafua nyumbani, mmoja wao kifaranga. Manu ndege mmoja mwenye amefua nyumbani. Dutura. Kuna ndege ambaye anatutagia mayai, amuniambii. Kuna ndege anatutagia mayai, amuniambii. Nani ananiambia? Kuku. Sasa skanga hakuwa anaonana hata na kuku. Kidogo mama Johnny akifungulia kuku na vifaranga wake, skanga amepita na kuku moja, chwap! Amechukua. Kesho yake tena akikaa hivi kidogo kifaranga, chwap! Ikifika jioni tena amepita na kifaranga ingine, chwap! Akatoka nyumbani kwao akaenda mpaka kwa majirani, neighbors. The neighboring community ya kina Johnny walikuwa wanalia. Wanasema huyu pusi mkubwa kala Gray anaitwa skanga. Wakina Johnny ametumalizia kuku. Halo? Siku moja anti wakina Johnny akaandikia mama Johnny barua akawaambia, wakati wa holiday nitakuja kuwatembelea. Na nikikuja kuwatembelea takuja na yule ndege ambaye anaongea kama binadamu. Nani ataniambia ndege mgani anaongea kama binadamu? Nani anaongea? Akisema Johnny kuja, na yeye anakwambia Johnny kuja. Nani huyu ndege anaitwa nani? Kasuku. Anaitwa kasuku. Kila mtu sema kasuku. Auntie Krala akasema
nitakuja na yule kasuku wangu mkubwa. Na huyu kasuku alikuwa amepewa jina Poli. Alikuwa amepewa jina gani? Poli. Wakati wa maandalizi ukafika. Jioni moja Mama Johnny wanapoandalia Auntie Clara rumu yenye atakuja kukaa, wakakumbuka jambo moja. Auntie Clara amesema atakuja na kasuku ambaye anaitwa Poli. Na kasuku atutafurahia akituimbia na kutuongelesha. Lakini skanga atamwacha. Haraka haraka Johnny akasema niko na mawazo. Naonelea tumbebe na tuende tumuuze kwa mkulima mwingine hapo huko mbali. The farmer alikuwa anapanda mboga, vegetables. Anapanda na kuuza mboga. Na alikuwa anaishi 4 miles away. Kwa watu wa Sima you can calculate how many kilometers are those. So wakaamua kwa pamoja wakabeba yule skanga pusi wakampeleka huko mbali. Kwa nini? Asikuje kula the parrot, kasuku yule ambaye ataletwa na Auntie Clara. Walipompeleka huko mbali wakatulia, wakajua kasuku yule Poli akiletwa atakuwa salama. Baada ya pusi skanga kupelekwa huko mbali kwa mkulima, Auntie Clara akafika. Wakamfurahia. Now listen, walipomfurahia kwa sababu ametoka safari ya mbali, amechoka, alikuwa amebeba kisanduku kimetengenezwa na wire mesh ambapo kilikuwa kimebeba Poli the parrot. Kasuku yule alikuwa ndani ya kile kisanduku. Alipoletwa na akawekelewa kwenye sitting room, akaonekana ni mchofu sana, amechoka. Akasema Poli is tired. Kila mtu sema Poli is tired. Poli is tired. Good night boys. Wengine wasemi good night boys. Alikuwa anaongelesha Johnny na brother yake maana aliwaona. Akasema Poli is tired. He wants to sleep. Akaambia boys good night boys. Alafu akainamisha kichwa akalala. Wakampepa na ile cage, wakamuingisha kwa rumu ya Auntie Clara. Asubuhi ilipofika, boys waliamshwa na sauti ya yule kasuku. Anaimba. Alafu akakumbuka alikuwa na boys, akaanza good morning boys. Hebu sema good morning boys. Akawaamsha watoto, wakaamuka wakakimbia. Auntie Clara alikuwa amemwekelea kwa dirisha, amefungua. Wakati amefungua na amemwekelea pale kwa dirisha, ndege anaimba na kuangalia akiwaambia good morning boys, good morning boys. Wakafurahia venye yule kasuku alikuwa anawazungumzia. Kidogo baada ya siku 1, 2, 3, siku hiyo moja wakawa wamemtoa pale, wamemleta dining room. Auntie Clara akafungua cage, yule kasuku akakuwa free, anaruka chini, anaenda huku na anaimba pamoja na boys. Kidogo akarukia kwa dirisha. Yule kasuku akaanza cat. Good morning boys. Ameona pusi huko nje. Boys wakakimbia kuangalia kule nje, wakaona pusi mkubwa kala grey. Unafikiria alikuwa nani? Skanga. Skanga alipelekwa 4 miles away. Lakini one day ndio huyo amefanya nini? Amerudi. Wakashtuka wakasema no, it cannot be skanga. Kidogo wakakaa. Yule pusi akakuja akakaa, haingii ndani ya dining room lakini anakaa kwa mlango. Skanga alipopelekwa huko kwa baba mboga huko, alikaa, mwisho akafunga safari, akaamua lazima nirudi wapi? Nyumbani. Amekuja, lakini kumbuka tabia yake, aonani na nini? Ndege. Muda si muda akakaa, wakawa na hofu. Auntie Clara akawaambia msiogope. In the afternoon kukaa hivi, yule ndege amepima hali ya anga, wakasikia sauti ya mapigano kati ya skanga na Poli ambaye ni kasuku. Poli
hakuwa anachezewa. Makucha yake yale na mdomo wake mrefu, akarukia wakati yule skanga the cat alitaka kumuuma na kumurarua, kwa sababu bado ana ile tabia mbaya ya kukula ndege. Akamrukia, akauma masikio na the beak akauma, alafu makucha yake ikashika miguu ya skanga. Sasa wanafurutana chini chini. Ile beak ilipouma masikio ya pusi ilikatika. Walipoanguka chini kutoka kwa dirisha, pusi alienda mbio akatoroka nje. Tangu siku hiyo skanga aliwacha tabia mbaya ya kukula ndege pamoja na kuku. Hello children. Story yetu inatufunza nini? Story yetu inatufunza nini? Number 1. Wakati tuko pale nyumbani tunaenda kulala, mama sikupatie chakula, alafu wewe unaamuka unakimbia mbio nyumba kwa room, unaenda kwa kitanda punguli unalala. Learn to say good night mommy. Hebu tuseme good night mommy. Angalia kwenye mama yako hapo, mwambie good night mommy. Ayo nimeona naume huko. Haya, mwambie good night mommy. Alafu pia ukiamuka asubuhi, mama amekutayarishia breakfast. Learn to say good morning. Umetoka kwa kitanda, usitoke tu pua. Can you say good morning mommy? Kuna watu hapa ninaona na ni watoto na wasai good morning mommy. Hebu nisikie sauti ya watoto wakubwa. Watoto wakubwa, hata nyinyi mko na daddy na mamisi kwa nyumba. Hebu mniambie good morning mommy. Huko nyuma wananiona tu. Good morning daddy. Good manners. It is good manners to say good morning. Watoto hello. It is good manners to say good morning. Na pia it is good manners to say good night. Hello. Lesson number 2. It is good when we play in unity. Playing peacefully. Wakati tuko na marafiki zetu, tuweze kucheza kwa amani. Tuweze kucheza kwa amani. Hello? Tuweze kucheza kwa amani bila mfurugano. Jambo la 3. Sisi kama watoto, kuna tutabia tudogo tunafanya na tutaki kuachilia. Moja wapo ni vitu gani zile tunafanya mbaya huko nyumbani? Tukiulizwa nasema si mimi. Moja wapo ni gani? One ni gani? Kupigana, kuiba. Tunaibanga nini ile tamutamu tunaibanga? Sukari. Wazazi tunaibanga sukari. Lakini katika kuiba sukari hiyo tunatubu leo na kusema hatutarudia tena. Tusipoacha. Hello? Kumbuka skanga aliumwa na akakatwa nini? Masikio. Tusipoacha tutaumwa na tutakatwa nini? Masikio. Tukienda kuiba tutakatwa nini? Mikono. Ama tutawekwa nini? Taya. Hello children. You like my story? You like my story? So don't forget to come again to tell us more. Mungu atubariki. Shall we pray? Dear Lord, we want to say thank you. Thank you for leading us through our story. Help us as young children so that we can be able to build good character. Bless us now as we listen to your word, for this is our humble prayer in Jesus' name. Amen. God is good all the time. Let us turn to our Bibles, the chapter 8 and verse 39 of the book of Acts. Acts chapter 8 and verse 39, the Bible says, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again. Amen? So let us believe and pray
Our Heavenly Father, we come to you this hour as we want to listen to you speak to us through your servant. May you help us understand. May you descend your spirit here and soak him in your spirit so that we may have understanding to discern all that is going to teach. In Jesus' name I pray. Barikiwe sana. Asante sana, nataka tushukuru Mungu katikati yetu. My wife is around, tulikuja na yeye leo. Hebu simama uweze washiriki wa kuone. Asante sana. Tulisema tulipitia kanisa lake. He is one of the leaders in our local church. Na tulipitia kanisa lake asubuhi ya leo ndio tuweze kufika hapa. Wageni wote ambao mmefika tunataka tushukuru sana. Muda wetu umeenda sana ndio hata tunashindwa nitaanzaje because I have only 18 minutes to 1. 18 minutes to 1. Na niko na very long sermon. Sijui tutafanya nini. Hebu na tuombe. Wacha tuombe tu. Kuna vitu ambaye imeletwa hapa na washiriki nataka tuweze kuombea sababu wamekumbuka kuweza kubariki kanisa. Hebu na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, na watoto wako ambao wamekuja kanisani sio mikono mitupu. Wamekuja na sadaka zao za shukrani na wamelete mbele za kanisa hili leo. Naombea familia hizi ziweze kubarikiwa. Bariki mashamba, bariki kazi ya mikono yao. Zaidi ya yote bariki familia yao, ili wanapokuja na kutoa katika kanisa lako, hebu pia uweze kukutana na mahitaji yao. Tuna kipindi ambacho tunataka tusikie neno lako. Na kualika Mungu uweze kunena nasi, ili ujumbe huu uweze kutugusa na kutuandaa zote kwa ajili ya ufalme wako. Tubariki kwa muda mfupi kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Leo nilisema tutazungumzia watu ambao walitafuta Mungu kwa machungu. Watu ambao wametafuta Mungu kwa machungu sana. Najua umekuwa ukisoma juu ya the Ethiopian eunuch. Nataka leo nibadilishe akili yako kidogo. We want to see who is a eunuch. Umejiuliza ya kwamba eunuch ni mtu wa namna gani? Ili ufikie kiwango cha kuwa eunuch, unafanyiwa mambo matatu. Mambo matatu machungu sana. Ili leo utakapokuwa ukienda kwa hii mkutano ujue who is an Ethiopian eunuch. Who is a eunuch? Jambo la kwanza, this is a person who did alifanya makosa na anaadhibiwa mara 3. 1, siku 7 alikuwa anafungwa akipinduliwa miguu juu na kichwa chini. And in those days, unakuja kumbushwa makosa uliyofanya kwa kushikwa sehemu zako za siri. Pangwa mara 7. Kama unataka kusamehe, that's the number 1. Unatwangwa mara 7. You will not go back again to do the same mistake yenye ulifanya.